Tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2006, kwa mara ya kwanza majina yao yalitajwa katika vyombo vya habari. Artur Sagarsian na Artur Magarian, almaarufu The Artur Brothers. Kisa kilicholishangaza taifa la Kenya baada ya wawili hao kuongoza jeshi la polisi katika uvamizi wa chumba cha habari cha Standard Media Group na kuteketeza magazeti yaliyotarajiwa kuchapishwa keshowe kuhusu rais wa Jamhuri ya Kenya wakati ule, hayati mzee Mwai Kibaki, kuwa na wanawake wawili. Hela baadaye kesi hii kufutiliwa mbali baada ya waziri wa usalama wa ndani John Mishuki kufutilia mbali taarifa kuhusu kuhusishwa kwa wawili hawa katika operesheni ile aliyoitaja Mishuki kuwa halali na kuwa iliongozwa na maafisa wa polisi. Nikimnukuu Mishuki, "When you rattle a snake, you must be bitten." Ukimchokoza nyoka, kuwa tayari kung'atwa. Hii ilikuwa thibitisho tosha kwamba ndugu wale wawili almaarufu The Artur Brothers walikuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi la Kenya. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunawaangazia ndugu hawa waliokuwa na uraia wa nchi ya Armenia na mambo walioyafanya chini ya serikali ya Rais Mwai Kibaki yaliyotikisa vyombo vya habari pamoja na taifa kwa jumla, wakitajwa kama mamluki wake Rais mzee Mwai Kibaki. Waite mamluki ama kwa lugha ya Kiingereza mercenaries wake Rais Mwai Kibaki. Kulingana na kiongozi wa upinzani mwaka ule Raila Amolo Odinga, wawili hao waliwasili nchini Kenya mwezi Disemba mwaka 2005 wakitajwa kama wawekezaji wakuu waliowasili kwa usaidizi wa ufanyabiashara Raju Sagani, aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni ya Real Management Services Limited. Wawili hawa baada ya wiki mbili walipokea leseni za kufanya kazi kama raia wa Jamhuri ya Kenya kwa usaidizi wa watu wakubwa katika serikali ya mzee Mwai Kibaki. Inaaminika tume ya uchunguzi na upelelezi nchini ya NSIS, National Security Intelligence Service, ilipitisha stakabadhi zao na kupigwa muhuri kwa muda wa siku moja na kuwaruhusu wawili hawa kuweza kufanya kazi kama raia wa Jamhuri ya Kenya bila kujua kuhusu chimbuko la ndugu hawa wawili waliokuja kutajwa kama magaidi na wahalifu sugu kuwahi tokea katika Jamhuri ya Kenya. Nikizidi na kuendelea, wawili hawa mwezi wa pili mwaka 2006, on February 2006, walifanya jambo lililotia shauku katika biashara walizojihusisha nazo nchini. Baada ya wao kuweka kamera za CCTV katika hoteli la Glad Regency walipokuwa wanakaa. Baada ya tukio hili, tume ya upelelezi na uchunguzi ya NSIS ilianza kuwachunguza na kwa mshangao mkubwa kugundua kuwa wawili hawa walikuwa wahalifu waliokuwa wakitafutwa na serikali ya nchi ya Armenia baada ya wao kuweza kuwa deported kutokea katika taifa la United Arab Emirates kwa ulaghai na wizi wa mabilioni ya pesa. Baada ya wawili hawa kupokea taarifa kwamba jeshi la polisi nchini lilikuwa likiwachunguza, ndipo walifanya hima na kupokea stakabadhi zilizowapea wadhifa na vyeo kama manaibu kamishna katika jeshi la polisi nchini, yaani walifanywa Deputy Police Commissioners, ikiwa ni jambo lililowashangaza wengi baada ya watu kupokea taarifa hizi. Jambo hili likifanya kazi ya polisi
waliokuwa wakiwachunguza kuwa ngumu zaidi. Kando na wao pia waliamua kuwachukulia walinzi wao wawili stakabadhi hizi za kuwa maafisa wa polisi na wakawapea vyeo kama makopro chini ya serikali ya Jamhuri ya Kenya. Wawili hawa waliendelea na biashara zao haramu bila woga wowote, maana waliona kuwa serikali ya Kenya ilikuwa imewapa makao waliokosa uarabuni ya kufanya biashara zao haramu na pia za ulanguzi wa dawa za kulevya chini ya uongozi wa mzee Mwai Kibaki. Inaaminika kampuni moja kati ya kampuni mbili zilizomilikiwa na the Artur Brothers ilikuwa ikihusika na biashara ya kuleta shehena nchini Kenya kutokea katika mataifa ya Uarabuni na pia mataifa mengi duniani. Na biashara hii yao iliyoleta mashehena, inaaminika shehena zao waligoma ziweze kufunguliwa. Hivyo wengi wakidai na fununu zikidai ya kwamba shehena hizi zilizokuwa zikiletwa na kuweza kuwekwa katika port ya Mombasa zilikuwa zinasafirisha madawa ya kulevya. Ila kawaida tunasema siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Baada ya miezi kadhaa nchini, wawili hawa walifanya kosa kubwa lililowatia hatarini. Baada ya uvamizi katika chumba cha habari cha Standard Media Group walikwenda na kufanya kikao na wanahabari katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Pale walidai kuwa wao walikuwa wakifanya biashara halali iliyokubaliwa na serikali ya nchi ya Kenya, na ya kwamba walikuwa na makubaliano na serikali ya Kenya kwamba watafanya biashara ya uwekezaji nchini bila kusumbuliwa na mtu yoyote, huku wakidai kiongozi wa ODM Raila Odinga aliyekuwa ndiye kiongozi wa upinzani na ambaye alitoa taarifa kwa taifa nzima kwa jumla kuhusu wawili hawa kuweza kuwa walikuwa wakifanya biashara haramu. Walisema kuwa halikuwa na machungu baada ya wao kukataa kufanya biashara naye, ambayo ilikuwa ni biashara iliyohusisha takriban zaidi ya milioni 100. Mmoja wa ndugu hawa wawili, Artur Magarian, alifanya kosa kubwa sana katika kikao kile cha wanahabari kwa kumtaja kamishna wa polisi Hussein Ali, akimwambia kama alijiona jana dume sana basi angefanya kosa la kuwatia mbaroni wote wawili, the Artur Brothers. Baada ya kikao chao na wanahabari, wawili hawa walisafiri kwenda nchini Dubai, ila wasijue walikuwa pia wamemchokoza nyoka, na ya kwamba nyoka alikuwa akijipanga kuwang'ata. Itawezekanaje wewe ni raia mgeni katika nchi ya Kenya na ujaribu kumtishia kamishna na kiongozi wa polisi nchini Hussein Ali, ambaye alitambulikana kwa jinsi ambavyo alivyofanya kazi na ni mtu ambaye hakupenda ujinga wowote wakati alikuwa akihudumu kama kamishna wa polisi Hussein Ali. Mkumbuke akitajwa akiwa moja kati ya walotajwa kama washukiwa wakuu 6 katika mahakama ya Hague katika uchafuzi wa uchaguzi wa mwaka 2007, the 2007 post-election violence. Hussein Ali alikuwa moja kati ya the Ocampo 6. Sasa the Artur Brothers, mmoja wao Artur Magarian, alikuwa amemchezea Hussein akidai ya kwamba kama Hussein ni jana dume basi angejaribu kuwatia baroni ndugu hawa wawili. Baada ya wawili hawa kusafiri kwenda nchini Dubai, walirejea nchini na pale katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta walikataa maafisa wa polisi kuweza kukagua mizigo yao waliowasili nayo nchini kutokea nchi ya Dubai.
Baada ya mvutano na polisi, walitoa vyeti vya kuonyesha kwamba wao ni maafisa wa polisi na pia kuchomoa bastola huku wakiwatishia maafisa wa polisi. Baada ya muda, waliruhusiwa kupita na kuelekea nyumbani kwao pamoja na mizigo yao waliowasili nayo bila kukaguliwa, ila kwa sasa walikuwa wamekidhiri mipaka katika ukaidi wao. Hata wale waliokuwa wakiwachunga serikalini walijitenga na wao, na kamishna wa polisi Hussein Ali alitoa amri ya kukamatwa kwao. Tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2006, the Artur brothers walivamiwa katika makao yao kule eneo la Runda, ambapo walitiwa mbaroni, na kesho yake tarehe 9 walipandishwa ndege na kurejeshwa nchini Dubai. The deportation, ambayo inaaminika ilikuwa stage managed na serikali ya Kenya, ndipo isimchafulie Rais Mwai Kibaki jina. Baada ya kukamatwa kwao katika jumba lao lililokuwa kule Runda, bastola zaidi ya moja pamoja na nambari za usajili za magari tofauti pamoja na mask ambazo walizitumia wakati walifanya uvamizi katika chumba cha habari cha Standard Media Group pamoja na vyeti vya kampuni zao vilipatikana nyumbani kwao. Baada ya kisa hiki kilichoweza kuvutia macho yote ya umma na kikimtarajia Rais wa Jamhuri ya Kenya Mzee Mwai Kibaki kutoa habari, basi Kibaki tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2006 alifanya kikao na wanahabari na kukana kuhusishwa na wawili hawa ambao taarifa zilikuwa zimegonga vyombo vya habari kwa wakati ule kwamba bintiye Mwai Kibaki akutokea katika ndoa yake ya pili, ambaye alitambulikana kama Winnie Wangoi Kibaki. Alikuwa amechumbiwa na moja kati ya the Artur brothers, akiaminika binti wa Mwai Kibaki, Winnie Wangoi Kibaki, alikuwa ameoleka na Artur Magarian. Kando na kukana uhusiano na Artur brothers, Kibaki aliwasimamisha kazi watu zaidi ya 7, ikiwemo ni mkubwa wa kitengo cha uchunguzi na upelelezi nchini cha CID Joseph Kamau na maafisa wengine 5 alioamini walihusishwa na the Artur brothers. Kando na hilo, alitenga kamati ya kuchunguza kisa chote kizima, ila baada ya ripoti ile ambayo ilitolewa baada ya kukamilisha uchunguzi dhidi ya kisa cha the Artur brothers kupeanwa kwa Rais Mwai Kibaki, hakuitoa kwa macho ya umma wala kuisema kwa vyombo vya habari. Hivyo ripoti hiyo ikitia dukuduku kuhusu Kibaki kukana kuhusiana na the Artur brothers. Hapa ndipo tunatilia kikomo kisa chetu cha leo kilichowahusisha ndugu wawili ambao walilishangaza taifa la Kenya. The Artur brothers watasalia kutajwa kama malejendari katika taifa la Kenya kwa jinsi ambavyo waliweza kufanya kazi bila kuweza kukamatwa mpaka kuwafikia kuweza kupokea vyeo katika jeshi la polisi nchini. Ni jambo ambalo alifanyike kiurahisi, na mpaka wa leo walioweza kuwasaidia the Artur brothers kupokea mamlaka ambayo walikuwa nayo katika serikali ya Mzee Kibaki bado hawajulikani. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau, hii ni FM Show KE, kipindi hewani ni The Drums of History. Fanya kusubscribe. Mimi ni FK Mwenda.